Karibu. Tuangalie kuhusiana na logic operators. Kwa hiyo logic operators mara nyingi sana tunakuwa tunazitumia kwenye if statement, else if statement. Kwa zile ambazo tunakuwa tunafanya decision kwamba kama kitu fulani ni kweli, kama kitu fulani sio kweli, kitu fulani kifanyike. Mara nyingi sana tunakuwa tunatumia hizi logic operators. Logic operators ziko tatu. Kuna and operator, kuna or operators na kuna not operators. Kwa kuna hii and, or na not. Kwa mfano tuanze kuangalia let's say and operators ambayo inakuwa na hii alama. Sasa tuchukue scenario let's say ya miaka kwamba kuna miaka miwili. Kama unataka uangalie range let's say ya miaka ambayo mtu anakuwa na miaka kati ya 10 na 8 na 20. Kwa hiyo kwamba iwe 10, 11, 12 lakini mpaka nini mpaka 20. Kwa hiyo tukisema kwamba let's say age ni kubwa sawa sana 10, inamaanisha kwamba tunaanzia kwenye 10, 11, 12 kwa sababu ni miaka, tunaendelea mbele. Kwa hiyo inakuwa haina mwisho. Kwa hiyo ni hapa like nimeweka hapa katika mfano. Kwa hiyo inakuwa kuna 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 inakwenda. Kwa hiyo haina mwisho. Kwa hiyo ina maana huko hata 100 inakuwa tu ni sahihi. Ikifika mpaka 1000 huko inakuwa ni sahihi. Let's say tukiangalia na age ambayo ni ndogo au sawa sana 20, ina maana automatically yenyewe inakuwa ni ndogo kwa 20 au sawa sawa. Kwa hiyo inaanza 20 kushuka chini. Kwa hiyo inaweza kuwa kuna 20, 19, 18, 17, inaenda 13, 7, kwa hiyo inakuwa kuna 6, kuna 5, kuna 4, kuna 3, kuna 2, kwa hiyo kuna 0 mpaka negative. Sababu of course tukilimit kwamba negative tuna integrate hapa mpaka negative huko zinakuwa zinaendelea. Sasa tukitaka miaka kati ya 20 na ngapi na 10 tunakuwa tunatumia na and operators. Kwa maana kwamba and yenyewe inachukua intersection kwamba huku na huku kwamba hii statement zote ziwe kweli. Kwa hiyo ukiangalia hapa kwenye 10 ina maana hapa kuna 10 kama ni starting. Kwamba hapa kuna 10 na hapa kuna 10 ambayo kwa hiyo ndo anaanza lakini namba yake pia ipo hapa. Na kwenye 20 kinamba huko 20 ni final. Lakini pia 20 yenyewe iko wapi? Iko hapa. Kwa unakuta kwamba tukitumia age ya 10 ya age ndogo sawa sana 10 na age ndogo age kubwa sasa na 10 na age ndogo sana 20 na maana tunakuwa tunapata hizi ranges. Kwa ina maana ndio statement kwamba age inakuwa ni age ikiwa kubwa sasa na 10 and age ikiwa ndogo sana 10 na maana tunakuwa tunaangalia intersection. Kwa tunakuwa tunachukua zile namba ambazo zinakuwa zipo pale katikati both. Kwa kwenye end operators inakuwa katika namna hiyo. Kwa unaweza kuona kwa mfano kwenye program namna ambayo inakuwa inaonekana. Unaweza tukaangalia program tufute hapa. Kwa unaweza kuangalia kwenye program namna inavyokuepo. Kwa tunaweza tukadeclare kwamba int age let's say miaka ni sawa sawa na 10. Hizo katika namna hii. Lakini tunataka tuangalie age ambayo iko kati ya 10 na ngapi na 20. Kwa hiyo tunakuwa tunatumia let's say if statement. Kwa hiyo tunaweza kusema if age ikiwa kubwa sawa sawa na 10 and lakini pia age ikawa ni ndogo au sawa sawa na 20, ina maana tunaweza tuka display huko ndani tuka print something. Kwa tuka see out labda miaka yako ipo kati ya 10 na 20. Kwa hiyo tunaweza tukaandika namna ile pale. Kwa hiyo kabisa kwamba kama tukirun hii program kitu ambacho kinakuwa kinaonekana ni kwamba tunaweza tukaambia let's say miaka yako inakuwa ina display kabisa miaka yako ipo kati ya ngapi ya 10 na 20 kwa sababu ni kwamba huku tumekuwa tumeandika ngapi tumeandika 10. Kwa kama nikiandika let's say 9 hamna kinachokuwa kinatokea. Kwa nikiandika 9 program itarun lakini hamna kitu ambacho kinakuwa kinatokea. Kwa sababu gani? Kwa sababu katika ile kigezo cha pale kinakuwa hakijafikiwa. Lakini kwa mfano nikiandika pia hata 90 inakuwa nothing ambayo inakuwa ina happens pia. Nothing ina happen. Lakini nikiandika tu let's say 18 ambapo 18 ipo katikati ya 10 na ngapi na 20 tunakuwa tunasema kwamba ita display kwamba miaka yako iko katikati, miaka yako ipo kati ya 10 na ngapi na 20. Kwa hiyo ndio inakuwa ndio end. Kwa hiyo end ina maana kwamba huyu anaanza 10, 11, 12, 13 na kuendelea huko. Lakini huko kwenye 20, 19, 10 ngapi kwa anaangalia intersection ya pale inakuwa katika namna ipi. Kwa tuangalie kwenye logical operators. Hii tunasema hii ni au ni kitu fulani au kitu fulani. Sasa ukitumia kwenye mfano wa age hapa inakuwa haina maana kwa sababu at the end ni kwamba itakuwa inakubali kila namba. Kwamba ukisema age ni kubwa au sawa sawa na 10, au ni kubwa sana 10 tuliziona hizi namba zetu tukasema inaendelea kuanzia 10 na kuendelea huko.
na ukasema au age ni ndogo au sana 20, ambapo tukasema ni 20 na kuendelea huko, inakuwa ina maana kwamba itakubali namba yoyote tofauti na hii end ambayo tunasema ni 10 na 20. Hii ni kwamba value zote zitakuwa tu ni kweli ndani yake. Kwa mfano kwenye hii kodi yetu hizo tukaona, kwa mfano hapa tukaandika labda o, tukabadilisha tukasema age ni kubwa sana 10, lakini tukatumia au. Kwa unakuta kwamba hii statement hapa humu ndani itakuwa always itakuwa tu ni kweli, itakuwa tu ina display katika namba yote itakuwa tunaiweka. Kwa ina maana tukirani unaona kabisa miaka yako ipo kati ya 10 na 20. The same hata kama ukitumia 200 na miaka 200 the same inakuta kwamba unaona kabisa miaka yako ipo kati ya 10 na ngapi na 20. Kwa ina maana logical o ni kwamba hii statement au hii statement ikiwa kweli, mara nyingi sana tunakuwa tunatumia hii operators ambapo ni nini, ni logical nini o. Kwa hiyo kwenye hii o operators tunaweza kutumia, kwa mfano sisi tunaangalia miaka labda chini ya 10 au juu ya miaka 100, kwa sababu of course hapa hamna intersection. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba let's say age inakuwa ni ndogo au sawa sawa na 10, lakini unaweza kubadilisha kusema age inakuwa ni kubwa au sawa sawa na 100. Kwa hiyo hii statement ya humu ndani inakuwa displayed. Kwa hiyo miaka yako ni midogo kwa 10 au ni mikubwa kwa 100. Na hapa kwa mfano hapa tumeandika miaka int age ziko tumeambia, kwa tumedeclare kwamba miaka yetu ni 200. Kwa unakuta kwamba hii statement ya humu ndani itakuwa inafanya kazi. Kwa hiyo tukirun unaona kabisa kwamba miaka yako ni midogo kwa 10 au ile pale. Tukibadilisha kwa mfano ambayo inakuwa hichi kitu labda sio kweli, tukasema labda ni 20 kwa sababu hapa uko anaanza 10 kushuka chini, uko anaanza 100. Kwa hiyo ina maana 20 itakuwa sio hii statement. Kwa hiyo tukirani hapa hamna chochote kitakuwa kinaonekana. Unaona kabisa kwamba code itaenda blank, hamna chochote kinakuwa kina display. Kwa hiyo hii statement ya huyu ambayo ni operators inakuwa ni hichi au hichi. Kwa ina maana ikiwa katika hizo hichi kikawa kweli inakuwa inafanya kazi, au hichi upande wa pili kikawa kweli pia inakuwa inafanya kazi. Kwa ni huyu hapa au nini au huyu huko. Kwa ina maana kwamba inakuwa katika namna hiyo hapo. Kwa hiyo hichi au hichi. Lakini ya mwisho ambayo kwenye logical not operators not inakuwa tu inakanusha. Kwa hiyo kwa mfano tunaweza tukaandika hapa, tukaandika int number tukamwambia user let's say aingize namba. Kwa hiyo tukasini namba number. Kwa hiyo tukasema kwamba ikiwa hiyo namba labda sio sawa sawa na 5, maana kitu fulani ki happens. Kwa nasema ikiwa namba not equal to, sema nakuwa natumia hichi kitu not equals to 5, basi tuna see out. Kwa the number is not 5, is not equal to 5. The number is not equal to 5, then tunakuwa tuna terminate. Kwa ina maana kwamba kirani program yako kama ukiandika namba yote ambayo sio 5, basi hiyo condition huko ndani itakuwa ina display. Kwa mfano tunaingiza namba, listen kaingiza 8, unaona anasema the number is not equal to 5. Kwa ina maana nikiingiza namba yote, kwa kaingiza let's say namba ambayo ni 7, kwa the number is not equal to 5. Lakini what if nikaingiza namba ambayo ni 5, nikiweka namba ambayo ni 5, ina maana program yetu itakuwa hamna kitu chochote ambacho kitakuwa kinaonekana. Kwa hiyo tukienter nothing ambacho inakuwa display.